wamepatiwa kazi na William Ruto ya kuhakikisha kwamba they have misled one Fred Matiang'i ndivyo yakuwe irrelevant before 2027. Ndio maana wanamzungusha hapo, wanamshika, wanamwambia Uhuru anasema hivi, Uhuru anasema hivi. Na hakuna kitu Uhuru anasema. Hata Fred Matiang'i sirijoni hakuna kitu Uhuru anasemanga kuhusu wewe. Because kama kuna kitu Uhuru anasemanga kuhusu wewe, sio hii siku ya NDC Matiang'i ulikuwa hapo. Uhuru Kenyatta hakukusalimia na mkono. The videos are there. Akiingia na akitoka. Hakuna mahali Uhuru Kenyatta hata alisalimia Matiang'i na mkono. Wakati alisimama kuongea kama party leader, sisi tulikuwa tunatarajia atasimamisha Matiang'i and afanya handling over. Hata kumtaja na jina hakumtaja. Wakenya hamjambo, pahali popote mlipo. Ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio youth leader wa chama cha DCP Kiambu County, na nimekuja hapa kutoa taarifa kuhusu kiongozi mmoja ambaye anaitwa Fred Matiang'i, ambaye amekuwa mmoja wetu katika mlengo wa upinzani. And it is good to clarify that nobody has a problem with Fred Matiang'i in the opposition side. The United Opposition, hakuna mtu hata mmoja ako na shida na Fred Matiang'i. And those who are looking for Matiang'i's enemies, they are not in United Opposition. The enemies of Matiang'i ni Jeremiah Kioni, Gojiri Wambogo, na pia Uhuru Kenyatta mukitaka. Those are his enemies. And those are the people fighting the vision of Matiang'i. Those are the people ambao wamelipwa na William Ruto to make sure wamezungusha Matiang'i na wameharibia yeye siasa zake na amekuwa bure before 2027. Those are the people on a specific assignment from William Ruto. And they are doing it very well, by the way, for information. Kenyans, listen to me. I was here last week. Na wengine wenu mkaona kama niko na shida na Matiang'i. Na mimi nikaambia Matiang'i, nikamwambia kwamba rafiki yetu kiongozi katika mlengo wa upinzani, acha hii mambo ya Jubilee, kaa mbali na wale watu ni wakora. Na ujumbe ikafika. Leo nimekuja kuambia kitu ambao hamjui. Hii Jubilee nilikuwa nimeambia Matiang'i asijaribu kwenda huko, na hakutusikia. Today as we speak, Fred Matiang'i is a cornered Matiang'i now. Siku mabakua na NDC ya Jubilee, siku ya Friday, Matiang'i alikuwa amewekelea pesa zake kuhakikisha kwamba sherehe ya NDC ya Jubilee imefanyika. Matiang'i alikuwa ametoa delegates wale ambao wanamunga mkono kutoka Kisii, akawapeleka kule Nairobi NDC ya Jubilee. Lakini kitu ya kuhuzunisha ni ya kwamba, can you imagine, in the whole program Matiang'i hakuongea, hakupatiwa nafasi ya kusalimiana, hakupatiwa nafasi ya kurecognize ile wale delegates alikuwa ametoka na wao Kisii, hakupatiwa mpaka nafasi ya kusimama ainue mkono hivi asalimia watu na mkono hata kama hataongea. In the speech of Uhuru Kenyatta, Matiang'i was not recognized anywhere in the speech. Wakati Jeremiah Kioni alisimama kuongea, hakuna mahali alirecognize Matiang'i in his speech. Matiang'i was cornered. Na ndio nimekuja hapa kuambia wa Kenya, Matiang'i was cornered, and the enemies of Matiang'i, the people fighting with the vision of Matiang'i of becoming the president of this republic, they are Jeremiah Kioni, Gojiri Wambogo, William Ruto and Uhuru Kenyatta. Sababu nasema hivi, ile kitu ilifanya Matiang'i aende Jubilee, alikuwa ameahidiwa ya kwamba yeye ndiye atakuwa party leader wa hiyo chama, kwa sababu katiba ya Jubilee, which was well interpreted by SG Kioni, wakati alisimama katika NDC, alisema ya kwamba katiba ya Jubilee nasema the party leader must be either the president, a sitting president, or maybe the presidential candidate of the Jubilee party. Huyo ndiye anafaa kuwa party leader wa hiyo chama kulingana na sheria yao. Na Kioni akaisoma vizuri sana hapo.
after kuisoma sisi tulikuwa tunatarajia, because Matiang'i is a presidential candidate in the United Opposition, tulikuwa tunatarajia atasimamishwa hapo in the NDC na kuwe declared officially kama mgombea rais na chama cha Jubilee, and at the same time afanyiwe party leader. Hiyo ndio tulikuwa tunatarajia, and that is why Matiang'i had financed the NDC ya Jubilee party, kwa sababu alikuwa ameambiliwa atakuwa party leader and will be declared as the official flag bearer of the Jubilee party. That did not happen. Not only that did not happen, he was not given even a single minute to say hi to the congregation. He was not even recognized in the whole program. Wali assume ni kama hakuna mtu kama huyu anaitwa Matiang'i kwa hiyo mkutano, kwa hiyo sherehe. As a result, wale watu walikuwa wameenda na Matiang'i huko katika NDC walikasirika sana, na wakaambia Matiang'i, you have wasted us. Ulituleta hapa, wewe mwenyewe hujapatiwa nafasi ya kuongea, huja hata salimiana, hata Uhuru hajakurecognize uko hapa, Kioni hajasema hata uko hapa, na wanakuambia ati wewe ndio utakuwa party leader wa Jubilee, na wanakuambia wewe ndio utakuwa mgombea rais na chama cha Jubilee. Walitetesha Matiang'i. Today as we speak, Matiang'i is a disappointed man, na amekasirika kiasi ya kwamba hata amerudi Marekani. Today as we speak, Matiang'i yako Amerika. After kuonyeshwa madharau na Jeremiah Kioni na Uhuru Kenyatta kule NDC Friday, Saturday aliamuka akajitayarisha amerudi Marekani. Na amerudi Marekani kama mtu ambaye amekasirika, mtu ambaye moyo wake ni mzito sana kwa sababu yale mambo alipatana nayo. Lakini mimi kama kijana msafi niliwaambia, ukisikia na kuambia bibi yako wako na mimba, anza kutafuta pampers mapema. Hii ukora niliambia Matiang'i, and I warned him. Nikamwambia kiongozi wetu, rafiki yetu, unadanganywa, unatapeliwa. Matiang'i did not listen to us. Wengi wenu mkapiga porojo hapo mkasema tuko na shida na Jubilee. Hatukuwa na shida na Jubilee sisi. But as leaders of United Opposition, we were just concerned with one of us. Kama vile ambavyo tunashughulika na Kalonzo vile anafanya, kama vile tunashughulika na vile Martha anafanya, kama vile tunashughulika na vile Eugene Wamalwa anafanya, kama vile tunashughulika na vile ambavyo Natembeya anafanya, lazima tungeshughulika na vile ambavyo Matiang'i anafanya. Kwa sababu Matiang'i amekuwa mmoja wetu katika mrengo wa upinzani, na hata sasa ati ametoka hajatoka. And therefore, being one of us in the United Opposition, sisi kama grassroots leaders lazima tujihusishe na ile barabara Matiang'i anapitia, kwa sababu pengine hawa watu wakikaa chini vile ambavyo wamekuwa wakituahidi, kama siku itafika waseme ni Matiang'i tosha na akuwe katika chama ambao ni watapeli, tutaanguka na tutapoteza sisi wote kama mrengo wa upinzani. Na kwa sababu hatutaki kupoteza, and we are in agreement, whoever will be endorsed by the principles in the opposition, that will be our flag bearer, and that will be the man or woman we are going to support. Then lazima saa hii tukue makini sana the steps our leaders in the opposition are taking, and the kind of political parties they are involving themselves with. We must get concerned. Kwa sababu tusipofanya hivyo, Matiang'i akianguka sisi ndio tutaanguka. Kama ni Kalonzo akianguka sisi ndio tutaanguka. Kama ni Rigathi akianguka sisi ndio tutaanguka. Na kwa sababu hatutaki tufike hapo, that is why out of a clean heart, with good faith, tulikuwa tumeona Matiang'i, tukamwambia hii Jubilee ni ya watapeli, na hakusikia. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa leo, nataka niongee na jamii ya Omusi. Nataka mnisikize vizuri sana jamii ya Omusi. Tafadhali ongelesheni mtoto wenu Bwana Fred Matiang'i. Ongelesheni mtoto wenu Bwana Fred Matiang'i. Mimi naona ni kama ametumiriwa dawa. Mimi naona ni kama ametumiriwa dawa ama miti ama amerogwa. Because you cannot imagine someone like Fred Matiang'i, mtu ambaye ako na track record mzuri, eti sahi anakontroliwa kama remote na Jeremiah Kioni. Mtu ambaye ni mkora, mtu ambaye ni mtapeli, mtu ambaye ni mwizi, mtu ambaye hata kwa Ndaragwa hawezi kanyanga. Na kutoka alipopoteza kiti, hajawahi kanyanga kwao kutoka 2022. Eti leo hii huyo ndiye ana control Matiang'i. Jamii ya Omusi, ombeni huyu mtoto wenu. Mimi naona kama amerogwa, lazima Kioni anatumia dawa kucontrol huyu mtu. Na amelipwa vizuri sana wakiwa na Gojiri wa Mbogo, ni mtu anaitwa William Ruto. Na ile kazi wamepatiwa, na nimesema hapa mara mingi, wamepatiwa kazi na William Ruto ya kuhakikisha kwamba they have misled one Fred Matiang'i. Ndivyo yakuwe irrelevant before 2027.
Ndio maana wanamzungusha hapo, wanamshika, wanamwambia Uhuru anasema hivi, Uhuru anasema hivi. Na hakuna kitu Uhuru anasema. Hata Fred Matiang'i sirijionea hakuna kitu Uhuru anasemanga kuhusu wewe. Because kama kuna kitu Uhuru anasemanga kuhusu wewe, sio hii siku ya NDC Matiang'i ulikuwa hapo. Uhuru Kenyatta hakukusalimia na mkono. The videos are there. Akiingia na akitoka. Hakuna mahali Uhuru Kenyatta hata alisalimia Matiang'i na mkono. Wakati alisimama kuongea kama party leader, sisi tulikuwa tunatarajia atasimamisha Matiang'i and afanya handling over. Hata kumtaja na jina hakumtaja. Hata kusema Matiang'i yako hapa alikuwa mfanyikazi wangu kwa serikali yangu wasimame, hakusema chochote. So Matiang'i hata mwenyewe umejionea Uhuru Kenyatta hana ripoti yako yoyote. Alafu unakuja hapa unadanganywa na kina Kioni ati Uhuru amesema ni wewe. Mimi nataka niambie jamii wangu, tafadhali ombeeni mtoto wenu. Mimi naona lazima Kioni anatumia miti kucontrol Matiang'i. Kama sisi tunaona Jubilee ni kitu haiko. Kama sisi tunaona Kioni ni takataka. Alikataliwa na watu wa kule kwao. Akanyimwa kiti, hajaikanyaga huko siku hata moja. Alafu ati leo hii ndiye ati anakalisha Matiang'i chini kumpangia vile atakuwa rais. Atakuwa rais Kenya gani? Mimi sina mengi, lakini nimekuja hapa niambie Matiang'i ukweli. Na niambia Wakenya ya kwamba Matiang'i is a very disappointed man as a result of what happened in the Jubilee NDC. Kwa sababu alikasirika, yeye amerudi Marekani. Lakini tunamwambia Matiang'i, hata kama umerudi Marekani usipotee sana. Milango imefunguliwa DCP, milango imefunguliwa Wiper, milango imefunguliwa PLP, milango imefunguliwa kule kwa DAPK, na pia uko na nafasi ya kukuja na kuanzisha chama chako. Because we as leaders in the opposition, hakuna mtu hata mmoja ako na shida na Matiang'i. Na Wakenya wanajua hivyo. Kwa sababu siku Rigathi Gachagua amekuwa na sherehe kule wa Munyoro, si hata nyinyi Wakenya mliona aliita Matiang'i? Aliita Matiang'i. Kalonzo was there. Mother was there. Eugene was there. Siku Kalonzo pia amekuwa na sherehe kule kwao hapa kwao Yata. Aliita Matiang'i vizuri sana. Rigathi was there, Eugene was there, and Mother was there. Siku Eugene amekuwa na mkutano kule Western, na akaita viongozi wote wa upinzani. Matiang'i was there, Rigiji was there, Kalonzo was there. Kwa sababu hawa watu hakuna hata kiongozi mmoja wale ambao wako mrengo wa upinzani ako na shida na bwana Fred Matiang'i. Hakuna hata mmoja. Nataka niambie Wakenya hivi, hakuna hata mmoja. Shida ya Matiang'i na adui wa Matiang'i ni Jeremiah Kioni wa Mbugu na William Ruto, wale wanampangia njama ya kumzungusha hapa ndivyo apoteze network, ajipate msituni peke yake. Kwa sababu kama Kioni alisema katiba ya Jubilee inasema ya kwamba for you to be the party leader you must be a presidential candidate. Sisi tulitarajia mpatia Matiang'i because he's a presidential candidate. Uhuru Kenyatta is a retired head of state. Yeye hasimami kiti na yeye sio rais. Kwa hivyo hata kulingana na hiyo sheria hiyo katiba yenu hafai kuwa party leader. Lakini mlitapeli Matiang'i. Mimi niambie jamii wa Musi, tafadhali ombeeni huyu mtoto wenu. Sisi tunamtakia mema kama viongozi wa upinzani. Na sisi tungetaka tufanye kazi na yeye. Lakini ile barabara anapitishwa, anazungushwa. Ni aibu sana. Mimi hata niliaibika. Eti Matiang'i hawezi patiwa nafasi ya kuongea NDC hata kusalimiana. Hata wale watu walikuwa wamekuja nao, they were not recognized anywhere in the NDC. Mtoto wenu alikaa tu hapo hivyo tu kama ng'ombe, kama paka imenyeshewa. Hakuwa na la kusema, hakuwa na lolote. Na hiyo story ikakwisha. Kitu ya mwisho nikimalizia, jamii ya Omugusi, ongelesheni huu mtoto wenu. Mimi nikiangalia hivi, mimi nikipima hivi, Uhuru Kenyatta is working with William Ruto. Na Matiang'i atakuja kupotezwa hapo katikati. It is on record. Matiang'i amekuwa akisema one term together with the leaders of opposition. Lakini hakuna siku tumesikia Uhuru Kenyatta akisema one term. Hakuna siku tumesikia Kioni akisema one term. Hata hiyo NDC walikuwa nao ya Jubilee hawakusema one term. Instead Uhuru Kenyatta alisema wao wako Azimio. Kama Uhuru alisema wao wako Azimio kama chama. Azimio ni Raila Amolo Odinga, na Raila Amolo Odinga ako kwa broad based government. Matiang'i is dining with the wrong people. Matiang'i may not be the traitor himself, but he's dining with the traitors. He's dining with the people who are designing his downfall.
He's dining with the people who are working day and night to make sure he does not become the president of this republic. Matiang'i is dining and eating together with the people who are commissioned to make sure he becomes nobody by 2027. Wakenya, William Ruto ameweka mbuzi kwa ndege, akakuja hapa Ichaweri, akakaa chini na Uhuru Kenyatta wakaongea. Juzi tu mnakumbuka. Na baada ya kuongea wakiwa wawili, hii siku ingine tukaona Uhuru Kenyatta amepatiana watu wake wakapatiwa kazi kwa serikali. Mutahi Kagwe akapatiana na Uhuru Kenyatta. Huyu mwizi alikuwa gavana wa kule Laikipia, anaitwa Nderitu Mureithi, akapeana na Uhuru Kenyatta. Ya? Huyu mwendawazimu mwingine wa Kiambu anaitwa Kabogo akapatiana na Uhuru Kenyatta katika serikali ya William Ruto. Kama Uhuru Kenyatta amepatiana watu wake katika serikali ya William Ruto, Raila Amolo Odinga amepatiana watu wake katika serikali ya William Ruto, ina maana ya kwamba Uhuru Kenyatta anafanya kazi na William Ruto, na hiyo haiwezi fichika. Na kama Uhuru Kenyatta anafanya kazi na William Ruto, ni vipi atasaidia Matiang'i kutoa William Ruto kwa kiti? Haiwezekani. Kwa sababu Uhuru anatumiwa na William Ruto ku make sure wamepanga Matiang'i, wamepanga yeye, wamezubaisha yeye hapa, mambo iendaende. Jamaa baki kwa mataa. That is exactly what is happening. Na mimi nikipima naona ni kama Matiang'i amepatiwa dawa, wamemroga, wamempatia miti hajielewi. He cannot see these things. He cannot see them. Nikimalizia niambie jamii wa Musi, Uhuru Kenyatta analipwa mshahara na serikali. Anapatiwa askari wa kumlinda na William Ruto. Wale askari wanalinda boma ya William Ruto, ya Uhuru Kenyatta nyumbani, amepatiwa na William Ruto. Mama yake anapatiwa mshahara na serikali ya William Ruto. Hawa watu hakuna vile ambavyo wanaweza pinga William Ruto, kwa sababu serikali yake ndio inawalinda. Serikali yake ndio inawapatia pesa. Budget ya kuendesha ofisi ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta inapatiwa na William Ruto. These guys are working together. Na ndio maana juzi mumeona venye Uhuru Kenyatta ameenda State House, walishikana mkono wakaanza kutembea huko State House wakiwa wawili. Mnajua waliongea nini? Vile walikuwa State House wakiwa, mnajua nini waliongea? Hamjui waliongea nini? And the only way we can do to salvage the situation of Fred Matiang'i ni kumuondoa hiyo Jubilee na kumuondoa katika mikono ya Uhuru Kenyatta. Otherwise atamzungusha. I can tell you for free, Uhuru Kenyatta and Raila Amolo Odinga and William Ruto, they are working together. They are working together. And it was confirmed by these are not my words. It was confirmed by Uhuru Kenyatta himself. He said Jubilee Party is in Azimio. Hapo Friday ndivyo alisema. Na Azimio ni Raila Amolo Odinga, na Raila Amolo Odinga kwa broad based. Kwa hivyo yule mtu ambaye anajipeleka katika shamba la wasaliti ni Matiang'i mwenyewe. Yule mtu amejipeleka katika zone ya wakora ni Matiang'i mwenyewe. Na ukijichukua ujipeleke katika zone ya wakora, utapigwa tu risasi huko na utajua nani amekupiga. Politically speaking. Kwa hivyo, kama Matiang'i anataka kupatiwa nafasi ya kuongoza nchi, kama Matiang'i anataka kufanya kazi vizuri na viongozi katika mrengo upinzani, lazima ajichagulie ile barabara angetaka kupitia. Lakini for as long as wako na Uhuru Kenyatta hapo, na Uhuru amesema wao wako Azimio na Azimio iko broad based. For as long as wako na Kioni na Kioni analipwa 200,000 kila mwezi, ni William Ruto ku make sure ametumia Jubilee kukoroga Matiang'i hapo na kumanage yeye, Matiang'i atapotea njia. Na sisi hatuna vita na yeye na hatuna shida na yeye. Na hata sisi hata hatuogopi Jubilee. Unajua nimesikia watu wakisema ati watu wa DCP wameanza kuogopa Jubilee. Nani anaweza ogopa ng'ombe imekufa? Hakuna mtu anaweza ogopa simba imekufa. Iko wakati Jubilee ilikuwa simba. 2017, 2022, wakati 2017 and 2013. Hiyo wakati Jubilee ilikuwa simba. Na sisi zote, including William Ruto himself and Rigathi Gachagua, sisi zote hizo enzi tulikuwa Jubilee sisi wote. Wakati huo Jubilee ilikuwa inaguruma kama simba. Lakini mwaka wa 2022 Jubilee tukaingoa makende, tukaingoa mkia, tukaingoa kichwa. Ikawa simba ambayo imekufa. Kwa hivyo sioni mtu wako na kichwa mzuri anaweza ogopa simba imekufa. Jubilee ni simba imekufa, hakuna mtu hata ako na kazi ya kuiogopa. Our concern ni huyo mtoto wa jamii ya Musi, Fred Matiang'i. Yule ambaye mnataka kuzamisha huko. Huyo ambaye mnataka kuzamisha huko. Na sababu tunamuongelelea kama watu wa upinzani,
It is because he's one of us. And we must get concerned by his political moves. Because in any case, if he fails, we are going to fail all of us. If we succeed, we are going to succeed all of us as the leaders in the opposition. That is why I'm saying this. Nikimalizia, tafadhali jamii ya Omusi, tusaidieni kuombea huyo mtoto wenu. Tusaidieni kuongea na huyo mtoto wenu. Mimi nikipima tu, walai Kioni wanatumia miti kukoroga Matiang'i. Otherwise hakuna mtu wako in his right mind. Someone with ambitions of becoming a president of this republic, katika mawazo yake sawa, anaweza kubali kukontroliwa na takataka kama Jeremiah Kioni na Gojiru Wambogo. Unless that man amerogwa ama anatumiriwa nguvu zingine za giza. Yes, anatumiriwa nguvu zingine za giza. Tuombee Matiang'i kama wa Kenya na tumuondoe katika mikono mwa Kioni. Ametapeliwa vibaya. Yaani alikuwa ametoa pesa kuhakikisha kwamba hiyo NDC imefanyika. Unatoa pesa kufanya sherehe lakini unanyimwa nafasi hata kusalimiana. Sherehe yenye umetumia pesa yako kuitengeneza. Nafikiri ndio Matiang'i amekimbia US kutuliza akili huko. And because at the end of the day, Matiang'i tu ni binadamu tu kama sisi. Hata yeye anaweza kufa roho. Anaweza kufa roho tu, achane na hizi mambo. Na yeye amue kurudi Marekani kama vile amerudi kutafuta kazi huko kwenye alikuwa anafanya. Lakini kabla tufike hapo, tuongelesha tu huyo mtoto, tumwambie si Wakenya wamemkataa, tuambie si Wakenya wamemtapeli, ni Jeremiah Kioni na Uhuru Kenyatta wamemtapeli, lakini si Wakenya wote. Sisi bado tunamhitaji akuje tuunde serikali, akuje tupigana na Kasongo, akuje tupigana na wale matapeli, wale wakora, wale wezi, ndio tukomboe taifa letu mwaka wa 2027. Sisi bado tuko na haja na yeye. Lakini vizuri hii ujumbe ya muhakikisha kwamba imefikia jamii ya Omusi, ndivyo waone vile ambavyo watasaidia huyo mtoto. Na niambie Kioni, unajua Kioni ni mtu bure tu, ni takataka ya mtu. Kioni after amejua wametapeli Matiang'i kule NDC, amekimbia kwa maredio kuongelea mambo ya Rigathi Gachagua. Kioni anakimbia kwa maredio kuongea mambo ya Rigathi Gachagua, ndivyo divert attention. Wakenya wasione vile walifanyia Matiang'i kule NDC. Kioni wewe ni bure, wewe ni takataka, nipeleke kotini ukitaka. Wewe ni bure. Wewe ni bure. Unakimbia kwa redio kudanganya hapo ukiongea mambo mabaya ya Rigathi Gachagua, ndivyo divert attention ya Wakenya wasahau vile ulitapeli Kioni Matiang'i kwa NDC. Anakupatia pesa upange sherehe na unamnyima nafasi ya kuongea. Anakupatia pesa upange sherehe, anakuja na delegate kutoka Kisii, alafu wewe Kioni unakosa hata kusimamisha delegate wa Matiang'i at least wasalimiane. Hiyo ni utapeli ya hali ya juu. Na baada ya kujua umemtapeli, unakimbia kwa redio kuanza kupiga Rigathi Gachagua to divert attention. Rigathi mwenyewe hata hajaongea mambo ya Jubilee. Rigathi mwenyewe hata hajaongea mambo ya Matiang'i. Rigathi mwenyewe hata hajaongea mambo ya Uhuru. In fact, Rigathi mwenyewe hiyo siku ya Friday, wao walikuwa wameenda sherehe ya Martha Karua ya PLP kama viongozi wa upinzani, sababu walikuwa wamealikwa. Na baada ya kutoka hiyo sherehe walikuja hapa Kiambu wakasalimia wa Kenya. Hakuna mahali yeye amesema anything to do with Matiang'i au Jubilee au Uhuru Kenyatta. Lakini Kioni anakimbia kwa redio to divert the attention. In any case, hata iko kama iko watu Kioni alikuwa anafaa ajibu, ni kina Faruk, kina Sudi, kina Aaron Cherwot, kina Stephen Sang, kina Cheregei, wale walitusi Uhuru the following day wakimwambia sijui alistaafu anyamaze. Hao ndio watu hata Kioni alifaa kujibu. Lakini hawakuongea hiyo. Hata haka kamwizi kameko hii takataka ya hapa Nyeri, hakaja ongea kuhusu wao wakora wenye walikuwa wanatusi Uhuru Kenyatta siku ya Friday na Saturday. Kakiamuka tu kila siku akiamuka ni Rigathi Gachagua. Na hapa ndio shida inatoka. Ndio nasema mimi nikipima walai Matiang'i ametumiriwa miti, sio yeye, ametumiriwa mashaitani na Kioni through William Ruto. Anatumiriwa mashaitani to be controlled. That is not him. Matiang'i is not in his right mind. You cannot make such a kind of a stupid political mistake at your right senses. It is not possible. It is not possible. Unless you are witch, ama iko nguvu za giza zinatumiriwa wewe. Kama mimi mwenyewe hata sijafika hiyo kiwango ya Matiang'i, and with my 50 cents
small brain I'm able to see hapa ni ukora tu Matiang'i anafanyiwa. Mnataka kuniambia yeye haoni? He cannot see. Ametumiliwa miti na uchawi. Ndio maana anakorogwa. Jamii wa Musi mkuje msaidie mtoto wenu. Hatutaki apotee. Sisi watu wa upinzani tunahitaji Matiang'i. He's one of us. Na ndio maana tunasikia uchungu akitapeliwa. And my advice was, out of a clean heart, my advice was, Matiang'i tafuta tu chama yako. Hakikisha jamii wa Musi wako ndani. Zunguka Kenya, omba kura, uza chama yako. 2027 tupatane pale kwa meza. Wewe Matiang'i na chama yako na wafuasi wako. Rigathi pale kwa meza na chama yake na wafuasi wake. Kalonzo Musyoka na chama yake na wafuasi wake. Martha Karua na chama yake na wafuasi wake. Eugene Wamalwa wakiwa wanatembea na chama yao na wafuasi wao pale kwa meza. Mkiketi hapo muamue ni nani mnataka. Sisi kama Wakenya tunaunga mkono, sisi hatuna vita. And that has been the statement of the leaders in the opposition ever and over again. They have said it several times. That is opposition. That is opposition. Na William Ruto ni mtapeli mkubwa sana katika nchi hii wa siasa. Ile kitu William Ruto hapendi, anazanga kuipatia majina. Katika mawazo ya William Ruto, kitu ni kibaya kama si yeye anafanya. Lakini kama yeye ni yeye anafanya kinakuanga kizuri. William Ruto ni mtapeli mkuu katika nchi ya Kenya kisiasa. Saa hii anaambia viongozi wa upinzani ya kwamba eti wanatengeneza regional and tribal political parties. Ndivyo anawaambia. Yeye mwenyewe he's a product of a tribal political party called URP. He is the owner of URP. That was he started the URP 2012-2013. And that was a party he came with on the national negotiation table. And as a result, he was selected by Uhuru Kenyatta to deputize him as his running mate. At that time, he was the party leader of the URP, which was purely a tribal political party. Ilikuwa imejaa Wakalenjin na Wanande. Hata heri ya Rigathi iko na Wamasai na Waluya. Hata heri ya Rigathi, hata party leader, hata deputy party leader hata ni Mluya. Chairman hata ni Mumasai. Ya William Ruto URP, he was the party leader Mnandi, deputy party leader alikuwa Mkalenjin, kila kitu ilikuwa Wakale watupu. That is a party that made William Ruto to be the deputy president of this republic. Alafu leo hii anaruka hapa, anajiona mwerevu sana mkora mtapeli akisema zile vyama zingine ni vyama za kikabila. ODM ya mtu anaitwa Raila Amolo Odinga ni ya Wajaruo ama kuna mtu hajui? ODM ni ya Wamasai. ODM ni ya Wakikuyu ama ni ya Wakamba. ODM ni ya Wajaruo. Hakuna mtu hajui hivyo isipokuwa mwenda wazimu. Hii chama ya huyu speaker Marenge anaitwa Moses Wetangula. Nimemuita Marenge kwa sababu is the most useless speaker Kenya have ever have. The most useless speaker mwana Wetangula. Mimi mwenyewe mshaiona speaker wa bunge ya kitaifa akienda kufanya campaign. When Muturi was a speaker of the National Assembly, hakuna siku hata moja alifanya kampeni za ujinga kama venye tunaona Wetangula akifanya. Muturi aliingia siasa 2022 after amestaafu kukuwa speaker. Lakini huyu Marenge huyu anaitwa Wetangula kila siku anafanya tu siasa za upuzi na kupangia wale wengine. Hako kachama kake. It is not only it is a tribal party. Lakini chama ya Ford Kenya bwana Wetangula is a village party. Ambaye yeye ndiye party leader. Mdogo wake ametoka kijiji moja. Hiyo ni hata ni kama ni chama ya familia. The leaders in Ford Kenya wote wametoka kijiji moja. Ni chama ya extended family. Na hako na audacity ya kuongea mambo ya chama zile vingine. Ya? Vyama vyote katika nchi ya Kenya za kisiasa. Vyama vyote katika nchi ya Kenya za kisiasa zimejengwa katika misingi ya regions. Kila chama iko mahali imetoka. Huyu mnaita Uhuru Kenyatta hapa ndio akuwe rais 2013. He was the party leader of TNA. TNA ilikuwa imejaa Wakikuyu wote hapa. Na tukaongezea Gamia kidogo kama kina Aden Duale. Ndivyo akakuwa majority leader kule bungeni through Uhuru Kenyatta. Sababu aliitwa katika hiyo chama aleta tu sura ya Wasomali hapo. Kuna sababu hakuna kura alikuwa ameleta. TNA ndio ilifanya Uhuru Kenyatta akakuwa rais. Ilikuwa chama ya Wakikuyu hapa. Wakaungana na chama ya Wanande, URP wakatengeneza serikali.
Hakuna mahali Rigathi Gachagua amekosea ama Kalonzo Musyoka ama Martha. Vyama vyote katika nchi ya Kenya za kisiasa zimejengwa katika msingi wa regions. Kila chama lazima itoke mahali. Ila kitu wanafanyanga ni kushikana, wanatengeneza national coalition. Kama vile ambavyo tunasema Rigathi, Eugene, Kalonzo, Martha na Matiang'i kuja na chama yake watashikana. Watengeneze one big national coalition. Na hiyo ndio taratibu za kisiasa. Isipokuwa ni hawa wakora wakiongozwa na William Ruto wanajaribu kupotoza watu na kudanganya watu. Otherwise hii maneno tunaijua. Hii maneno tunaijua. Kwa hivyo wakati tunasema Matiang'i atengeneze chama yake, akuje nayo, tunamwambia afanye vile William Ruto amefanya, tunamwambia afanye vile Raila Amolo Odinga amefanya, na tunamwambia afanye kama vile Uhuru Kenyatta alifanya. Mtu yeyote Kenya hii ambaye anataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, mtu yeyote Kenya hii kama anataka kuongoza nchi ya Kenya, lazima ukuje na chama yako. Ndivyo wale wengine wamefanya. Lakini William Ruto anataka kupoteza Matiang'i hapa na kumdanganya. Asifanye vile walifanya ndivyo asikuwe rais. Asipitie ile barabara walipitia ndivyo asifika mahali. They are just misleading him. Na hii ukweli tutaongea mkitaka kutua mtuwe Kasia nyinyi. Nimemalizia hapo.